Sasa ile ilipoanguka baharini, maji yaliruka, kila dinosaur aliyekuwa anafikiwa na maji machemu alikuwa anakufa. Halafu mvuke, kwa sababu ya uchemu wake, halafu ule mvuke wa ile maji ukapanda juu, katengeneza wingu zito. Halafu vile vibonge vya miamba iliyoruka vikaungana kutengeneza utando, jambo lililopelekea joto kubwa kuongezeka duniani na hatimaye kuna dinosaur aliyosalia. Na wanasayansi wanasema kwamba huo ulikuwa ni mwisho wa dunia kwa upande wa dinosaur. Hope Alarm TV, king'ora cha matumaini kwa ajili ya maisha yetu na uzima wa milele. Kwenye utangulizi niliwaambia maana eskatolojia kwamba ni elimu inayohusiana na mafundisho ya siku za mwisho wa dunia. Ipo mitazamo mingi sana ya watu ambao wanasema juu ya mwisho wa dunia. Mfano nikianza na mashahidi wa Yehova. Wao wanasema kwamba eti mwisho wa dunia Yesu atakachokifanya Yesu niki hapa. Eti wale watenda dhambi wote walioko hapa duniani. Watenda dhambi wangapi? Wote walioko hapa duniani, kwamba watauawa. Wakishauawa, halafu watenda wema watabaki duniani kugawana majumba mazuri duniani. Huo ni mtazamo wa kwanza kuhusiana na mwisho wa dunia. Haya, wengine kuhusiana na mwisho wa dunia wanasema kwamba litatokea lijitu kwenye Uislamu. Litatokea lijitu linaitwa Masihi al-Dajjal, yani limpinga Kristo, ambayo lijitu litakuwa nusu ni mwanadamu, nusu ni kiumbe lingine ambaye alieleweki. Litatokea limpinga Kristo, lijitu la ajabu, litawaua watu. Halafu historia nyingine wanasema hivi kwenye vitabu vya hadithi za kwao, inasema kwamba heti itatokea majitu makubwa yanaitwa Juji na Majuji. Yatafunguliwa, yatakuja, yatavamia watu. Halafu baadaye mwisho kabisa Masihi bin Maria wanavyomuita, yani ambao sisi tunamuita ni Yesu, atakuja kuyaua. Halafu wale wacha Mungu, wanaomcha Mungu, wanaoshika maagizo yake watapata ujira wao. Hivyo ndivyo wanavyosema. Halo. Lakini hebu tuanze tukitoa kwenye hiyo mitazamo tukija kwenye sayansi. Vipo visa vingi vya kisayansi vinavyoelezea mwisho wa dunia. Kisa cha kwanza kimojawapo ni kisa kinachohusiana na jiwe kubwa. Wasema kwamba mwishoni kabisa ulimwengu utatoweka. Na ulimwengu utakapotoweka kwamba kutatokea jiwe moja. Vipo visa vingi sana. Kwamba kuna jiwe linaitwa jiwe. Si mnasoma kwenye geography. Geography mnasoma. Geography mnasoma sasa hivi mnasoma kuna sali ngapi? 8. Kipindi chetu tunasoma sali 9. Ile Pluto aliondoa kipindi zetu tunasoma tuko sali 9, tunasoma sali 9. Sasa mnasoma sali 8 ambao ni Mercury, Venus, Earth ambao ni dunia, si ndivyo? Mars, alafu inafuata nini? Jupiter, inafuata nini? Saturn, inafuata nini? Uranus. Uranus inafuata nini? Neptune. Baada Neptune inafuata nini? Ilikuwa ndio Pluto ambao waliondoa kwenye sifa za kuitwa sayari. Sasa hapo katikati ya sayari hizi mbili ambazo ndio kuzisema hivi karibuni, katikati ya hapo kwenye sayari ya Mars pamoja na Jupiter, katikati hapo kuna ukanda unaitwa ukanda wa asteroid, yani asteroid belt. Hapo ndo kuna ukanda wa majiwe makubwa ambayo huwa yanakuja kikiwemo na kile kimono kilichoanguka pale Mbozi pale Mbeya pale, kinatoka kwenye ukanda wa asteroid. Lakini pia ukienda kabisa kule karibu na Pluto kule kuna ukanda mwingine unaitwa Kuiper belt. Huo ukanda kwenye ukanda unakuwa na ukanda mwingine hapo ndo kunatoka comets vyenye mkia ambavyo vinapitaga usiku na kitu kinachomoka kama kina mwanga shwa kinapotea. Kinatoka kwenye ukanda unaitwa Kuiper belt kule, kutoka kwenye sayari ya Pluto kwenda kule juu. Sasa wanasema kwamba eti dunia hii itakavyoangamia, hii dunia kwamba itakuja lijiwe likubwa, na wanakuja na nadharia ambao wanaita Iver's hypothesis.
Iver's hypothesis. Hiyo nadhani nasema hivi kwamba zamani kabisa, miaka mingi iliyopita, kulikuwa kuna majitu yanaitwa madinosaur. Majitu makubwa. Hapa ni wao ndivyo wanavyosema dinosaur. Ambao madinosaur mwisho wao ulikuwa hivi kwamba jiwe kama hilo ambalo itakuja tena kuiponda dunia, liliiponda dunia wakati wa madinosaur. Kwamba lijua lilikuja likajiviringisha, hilo likaja, hilo piga picha linakuja, hilo hapo likubwa, hilo hapo, hilo linakuja, lilikuja likaipiga dunia ngo. Sasa lilipoipiga dunia, kishindo kilichotokea hapo, dunia ilitikisika, ikazaa kitu kinachoitwa earthquake. Form 3 physical geography. Tetemeko kubwa la ardhi. Halafu wanasema kwamba hilo jiwe lilidondoka kwenye bahari inaitwa bahari ya Pacific. Kwamba hilo jiwe lilipokuwa inakuja kutoka juu kabisa, ngani inakuja kutokana na ile acceleration. Physics force is equal to mass times acceleration. Kutokana na uzito wa hilo jiwe, halafu kutokana na ile acceleration yake likazalisha force kubwa, nguvu kubwa. Halafu kutokana na friction force, kumbuka kuna kitu kinaitwa air resistance. Mfano hivi, kwa nini ukikimbia wewe ni shahidi, ujifunze, utakuta umechemka. Kwa nini? Unakuta unatoka jasho hapo, umefanyaje? Umechemka. Kwa hiyo unachemka kwa sababu huwa kuna friction force kati ya hewa na wewe, msuguano. Unakimbia chinja, halafu unakuta mwili umechemka. Ni sana mtu anayefanya hivi mikono, ule msuguano unatengeneza uchemu, si ndivyo? Sasa kutokana na ule msuguano wa ile hewa na hewa zilizoko kule juu na lile jiwe lilipata moto, likatengeneza fireball, yani mpira unaowaka moto. Kwa kipindi linakuja kuipiga dunia, kwenye ile bahari ilichemka, ikafukuta mithili ya sufuria iliyochemka maji sana. Ile maji yakatawanywa. Yani sasa na mtu anachukua kitu na kwa kidumbukiza kwenye sufuria, kitakachofuata ni maji atafanyaje? Ataruka. Sasa ile ilipo baharini, maji yaliruka. Kila dinosaur aliyekuwa anafikiwa na maji machemu alikuwa anakufa. Halafu mvuke, kwa sababu ya uchemu wake, halafu ule mvuke wa ile maji ukatanda juu, katengeneza wingu zito. Halafu vile vibonge vya miamba iliyoruka vikaungana kutengeneza utando, jambo lililopelekea joto kubwa kuongezeka duniani, na hatimaye kuna dinosaur aliyosalia. Na wanasayansi wanasema kwamba huo ndio ulikuwa ni mwisho wa dunia kwa upande wa madinosaur. Sasa wanasema kwamba ile tukio tena eti kuna uwezekano wa kujirudia. Ukiwafuatilia watu wanaosikana masuala ya anga kama vile NASA kule Marekani, Roscosmos kutoka Urusi, pamoja na ESA kutoka Ulaya, pamoja na kiwemo mfanyabiashara mkubwa duniani anaitwa Elon Musk, wote wanaungana kwa pamoja kuchunguza habari za anga, na wote wanasema kwamba eti kuna jiwe linawezekana kuja kuipiga dunia, ambayo ishaipiga dunia yetu, na sisi kitakachotokea kitakuwa kama kile kilichotokea madinosaur. Mpaka na mimi naogopa. Inaogopesha. Si mnalifahamu jua Sasa kali kuliko zote ni hapa jua linavyofanya kazi. Jua wanasema kwamba jua kadri siku zinavyozidi kuongezeka, jua linazidi kupanuka. Jua linazidi kukua, linakuwa kubwa. Na inaonekana kwamba kadri linavyozidi kutanuka, linakuwa linazidi kujisogelea sayari. Likitanuka linasogelea sayari. Likitanuka sayari. Kwa sayari za kwanza zinasogelewa na jua kutokana na jua kufanyaje? Kutanuka. Ina expand. Sasa wanasema hivi kwamba mwisho wa dunia utakuwa kwamba
eti jua litakapopanuka, likapanuka, litakuja kuzimeza sayari zote zilizo karibu yake. Mali zitapanuka, litaanza na ka Mercury Angomero, itakameza linaendelea kupanuka, kanafuata ka Venus Angomero, inaendelea kupanuka tu. Sasa baada ya Venus itakayofuata ni nini jamani? Sasa swali, je, hivi kweli, mimi najiuliza swali, hivi ka dunia kakimezwa? Maana ukichukua dunia ukaisagasaga, yaani ukaisagasaga ikawa kama unga, halafu kaidumbukiza ndani ya jua, vile vijiparticles, vipande vya dunia vitakavyotosha kuingia kwenye jua ni zaidi ya bilioni 1. Halafu ukichukua dunia kama ilivyo ukaidumbukiza ndani ya jua, utaingiza dunia 109 na zitaingia humu. Kwa maana visali vyote vitameza, ila but nzuri Jupiter itamezwa, maana itakomea kwenye Mars, kwenye zile ambazo zinaitwa terrestrial planets. Itamezwa hapo, baadaye itageuka, itazeheka, jua litazeheka. Ndivyo wanasayansi wanavyosema. Mimi hapo nasema sio kwa mujibu wa Dawson, Martin, Raphael. Hapo ni kwa mujibu wa sayansi. Kama itameza, hasa siku ikimezwa na dunia ikimezwa, tafsiri yake ni kwamba sisi, mimi na wewe, je, tutaenda wapi? Tutaishi. Sasa wanasema kwamba huo ndio utakuwa ni mwisho wa nini? Visa kama hivyo vinaogopesha, kustaajabisha, na wakati mwingine vinatufanya tuwe na hofu, si ndivyo? Lakini habari njema ni kwamba Mungu aliyeumba ulimwengu huu tulionao hasemi hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu yeye ambaye ni muumbaji. Unajua kuna tofauti kati ya uhalisia na mawazo. Hivi ni vitu viwili tofauti. Uhalisia wa neno la Mungu ni kwamba Yesu anakuja, na kinachoenda kuleta mwisho wa dunia kimetajwa kwenye kitabu kile cha Mathayo sura ile ya 24 na ule mstari wa 14. Mathayo sura ile ya 24 na ule mstari wa 14. Hicho ndio kitakacholeta mwisho wa nini? Wa dunia. Hayo yote ni mawazo tu. Lakini Mungu yeye aliyeumba misingi ya dunia hasemi hivyo. Mungu anayeumba misingi ya dunia aliyeiumba, kwenye ule mstari wa 14 wa kitabu cha Mathayo, neno la Mungu linasema ya kwamba tena habari njema ya nini? Ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu mngapi? Wote. Kuwa ushuhuda mataifa mangapi? Yote. Hebu angalia kirai kinachofuata hapo, kinaitwa hapo ndipo ule mwisho utakaofanyaje? Kumbe kitakachoenda kuleta mwisho wa dunia ni habari njema ya ufalme kuhubiriwa ulimwenguni kote. Hizo habari njema kuhubiriwa ni dalili kubwa inayoleta mwisho wa nini? Sasa mwanaasa, nisikilize. Kama habari njema ya ufalme ndio inaleta mwisho wa dunia, kinachokuja akili mwetu ni nini? Ni tujiandae. Bwana Yesu asifiwe. Maana hii ndio dalili ya mwisho kabisa ya kuja kwa Yesu mara ngapi? Kuna mamnyama hapa, alama ya mnyama ya Jumapili, hayo marama ya mnyama haya atakayojitokeza sio dalili inaleta mwisho wa dunia, ila hayo tu ni mapito ambao watu wa Mungu watapitishwa, halafu ndio Yesu waje. Bwana Yesu asifiwe. We mwanasa, umejiandaa kwenda mbinguni Yesu akija? Naam? Kweli? Wakati Yesu anakaribia kuja, Shetani atafanya jitihada. Atafanya nini?
atafanya kila aina ya jitihada ya kuwazubaisha watu wasijiandae kuja kwa Yesu mara ngapi? Na lengo lake na ajenda kubwa ambayo shetani yeye anaifanya ni ili kupata wafuasi wake na kuwazuia watu wasiende wapi? Kitu cha kwanza ambacho shetani amekileta cha kuwazubaisha watu wasiende mbinguni ni season, mipira na starehe zozote zile. Hivyo ni vitu ambavyo shetani vizuiza, anavitumia ili kuzifanya akili za watu zitafakari mambo yafuatayo: betting, tutukabeti. Sasa watu akili zao zilikuwa bado zimeishia huko kwenye kubeti, kushabikia mpira na kufuatilia season za wiki. Nimeshia episode ya ngapi? Episode ya 109. Unaenda sasa, akili zikiishia hapo, shetani anataka kupoteza muda wa kusoma neno la nani? Kwa yote hayo ndio ambayo yanapelekea watu wasijiandae kumpokea nani? Maana yake ni nini sasa? Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba wewe manasa unanisikia na wengine wote, inatupasa tuachane mambo haya duniani yote, tujiandae kuja kwa nani? Kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Fungu la mwisho ambalo tunataka kujifunza kitabu kile cha Ufunuo sura ya kwanza ile mstari wa 7, neno la Mungu linasema kwamba Yesu anapokuja na mawingu, kila jicho tafanyeje? Litamuona. Kila jicho litamuona, kila jicho. Biblia inasema kwamba hata wale waliofanyeje, kila anayehitaji kuokolewa na kujiandaa kwa ajili ya kumpokea Yesu anapaswa aachane na matendo yote mabaya ili ajiandae kuja kwa nani? Season ni hatari kwenye afya yako ya ubongo na ni hatari kwenye afya yako ya kiroho. Mipira hii, kuna jumbe za siri ambazo ziko humo ndani yake, ambazo zinatengenezwa ili kudumaza maisha ya kiroho. Na ndio maana mtu ambaye anapenda kufuatilia series ya season kwake nyumbani, ukiwakuta wanaosoma Biblia vizuri ni wachache sana. Sasa kwenye ibada unakuta vitu hivyo mara nyingi vinachukua nafasi ya nini? Ya ibada. Sasa kitu gani sasa kinapelekea? Kuna siri gani hapo imejificha ambayo inapelekea mtu asiwe na hamu ya kujifunza neno la Mungu ila awe na hamu ya kuyafuatilia hayo? Kuna siri gani hapo? Kuna kitu kinaitwa subliminal messages. Kuna baadhi ya jumbe zinatukuza umizimu, zinatukuza uchawi, zinatukuza ushoga, zinapromote uzinzi na masuala mengine kama hayo, ndio yamejaa kwenye hizo movie. Mfano movie ya kichawi, hizo zinatukuza uchawi. Au kabisa watu wanaigiza kwamba mtu alikuwa amekufa anatokewa na mzimu. Hizo ni movie ambazo kazi yake ni kutukuza umizimu. Lengo lao ni kupandikiza akilini ujumbe. Kila kitu kinachotolewa kwenye hayo mpira, sisi kila kitu ni ili kupandikiza ujumbe kwa watu, ujumbe ambao utawatenga na nani? Siku ya leo nawapatia wito wa kujiandaa kumpokea Yesu. Yesu yuko anakuja. Yesu anafanyeje? Anakuja. Yapo mambo mengi kwenye eskatolojia ambayo tunaweza kujifunza, mambo mengi ambayo yamejificha ndani ya eskatolojia kwenye matukio siku za mwisho. Mambo mengi sana ambayo shetani analeta ili kuzidumaza akili zetu na kutenga. Yapo mambo mengi, lakini kwa ufupi mchana huu wa leo napatia wito ya kwamba tujiandae kuja kwa nani? Kwa Yesu. Unapokuwa unasoma ukiwa unajua kwamba Yesu anafanyaje. Kuja kwa Yesu mara ya pili hakuzuii shughuli zingine za kawaida kama vile kusoma, kufanya kazi
ule wimbo unaosema kwamba tutafanya kazi hata Yesu akifanyeje? Kuna beti inasema kwamba tutafanya kazi hata Yesu akifanyeje? Akija. Kwa hiyo soma kwa bidii, usome, lakini ndani ya akili yako ukiwa unajua kwamba Yesu anafanyeje? Anakuja, huku kijiandaa kumpokea. Nasisitiza hili, kabla hujaanza kusoma masomo yoyote yale, anza kwanza na kusoma Biblia. Ukianza na Mungu kwanza, hawezi kujuta. Bwana Yesu asifiwe. Shida wengine wanaanza na Mungu kwanza, afu wengine wanasahau. Wewe tu umche Mungu, lakini tunafanya kazi kwa nini? Kwa bidii. Kama ni kusoma, soma kwa bidii, lakini huku ukianza na Mungu kwanza.